Mtu si Mzanzibari anakwenda katika hospitali zetu anaonesha matibabu kadi. Mheshimiwa, bajeti yetu ya trilioni 8 tutaweza kuwatibu watu wa milioni 60, na tuliwaona watu wengine sio Wazanzibari wanatibiwa kwa kutumia matibabu kadi. Wakati ambapo wanachama wanaendelea kusajiliwa, kulikuwa kuna matibabu kadi zilikuwa zikitolewa. Matibabu kadi iliyokuwa ikitolewa, unakwenda kwa sheha, anachukua details zako, ukienda hospitali hakuna mtu anayekurejesha. Hilo lilikuwa moja. Lakini la pili, Mheshimiwa, kilichokuwa kikibainika kwa wenzetu hususan katika ngazi ya masheha, walikuwa si waaminifu. Mtu si Mzanzibari anakwenda katika hospitali zetu anaonesha matibabu kadi, na bahati mbaya, inawezekana ikawa ni bahati mbaya, wale ambao waliokuwa wanakaa pale, akisha kuonesha matibabu kadi anamwambia atoe kitambulisho cha Mtanzania. Mheshimiwa, bajeti yetu ya trilioni 8 tutaweza kuwatibu watu wa milioni 60, na tuliwaona watu wengine sio Wazanzibari wanatibiwa kwa kutumia matibabu kadi. Tukawataka anayekuja na matibabu kadi hapa ambayo inapatikana kwa sheha wake aeke na kitambulisho chake cha Mzanzibari au credentials zake ambazo zitahakikisha kwamba yeye ni Mzanzibari. Serikali unakwenda unazuiwa kwa sababu hujaenda kwenda kujiandikisha. Sasa unadhani hizi gharama ambazo unakwenda wewe unataka kutibiwa, nani atabeba? Mheshimiwa, dialysis ukienda Lumumba, chumba cha kimejaa vijana. How much dialysis moja? Na wanapewa dialysis 3 times a week. Zanzibar nzima kuna registered hotels 1184 hoteli zilizokuwa registered zipo, na ukenda kweli, Mheshimiwa Naibu Spika, wanaofanya kazi wengi katika mahoteli yale si wazawa kweli, ipo kweli na nabisha. Sasa jukumu letu sio Wizara ya Vijana Ajira kwa kufanya mapinduzi ya kwamba sasa kwamba walokuwemo mule si wazawa, sasa wawe wazawa. Niachie mie hiyo kazi naiweza, hata uganga wako tumchangani tatumia, watakuwemo tu. Jukumu la wizara hii sasa kuhakikisha wazawa vijana wetu wanapata kazi katika mahoteli, wanapata kazi katika miradi yetu. Nitakupa mfano, sihitaji hoteli kwa sababu ya something. Kuna hoteli moja juzi nilitembelea inawafanya kazi 156. To be honest with you, vijana wetu wa Kizanzibari walikuwa 27. Yes. Sasa hapo ni mapinduzi, hiyo ni kazi nimepewa mimi na rais kuhakikisha sasa watoto 27 ndio wao wageni, walobakia wote wawe wenyeji. That's my role. Kwa nakushukuru, namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mimi najua kazi yangu, Shabani anajua kazi yake, au Musalama anajua kazi yake. Tuaminini, tupitisheni pesa mrembo leo ukaone kazi hii unapokwenda kuifanya. Hilo ni jukumu letu katupa rais, na kiapo tumekula kuwatafutia vijana ajira wanazipata, kwa sababu nakwambia rais amesema ajira ziko 3.5. I promise you Zanzibar kuna ajira 1.3. Nitakupa mfano, nenda Nungwi, kuna hoteli 488 zilizokuwa registered, wanaofanya kazi zaidi. Kila hoteli moja tukimpeleka tutomia tu. How many we have? Katika hoteli 1187 registered. Kuna usafi nchi hii, bado nchi hii haijasafishwa. Idrisa anataka wasafishaji kila pahali pachafu. Utasamehe Mheshimiwa Idrisa, kitu mdogo wangu mimi Machi, yeye mwezi wa 7 huo. Na bahati mbaya sana wanufaika wa ajira kwenye maeneo yale sio Wazanzibari. Wafanyakazi wengi katika kampuni zile ni wageni kutoka Tanzania bara, jambo ambalo sio sahihi. Vijana wa Ole waliopo pale, vijana wa vitongoji waliopo pale, vijana wa Wawi ambao ni majirani zetu wanazihitaji ajira zile na wanazo sifa kwa ajili ya ajira zile. Lakini hawa ambao wanaajiriwa, ni masikitiko yangu makubwa, kwa sababu hawa maafisa uajiri ni wageni, na hili ndio tatizo kubwa, kwa sababu hawa maafisa uajiri ni wageni kutoka Tanzania bara, wanawatafutia sababu za kuwafukuza. Sasa huwezi ukamlazimisha ukamtaka kijana wa Kizanzibari aende akachimbe mtaro kwa shilingi 5,000 na pengine mtaro huo hauakisi kabisa hayo mazingira ambayo anataka kwenda kuchimba. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa kwenye eneo hili la ajira binafsi, mimi nimesema kwamba tuna shida. Zipo kampuni ambazo zinakuja kufanya kazi ndani ya Zanzibar, lakini kwa masikitiko makubwa na bahati mbaya sana wanufaika wa ajira kwenye maeneo yale sio Wazanzibari wala sio vijana wa maeneo yale. Jambo hili sio sahihi, jambo hili sio sawa. Mimi jimboni kwangu
zipo kampuni mbili ambazo zinahusika na ujenzi, ambazo zina makao makuu ndani ya jimbo langu. Kuna kampuni ambayo inahusika na ujenzi wa uwanja wa ndege, kuna kampuni ambayo inahusika na ujenzi wa barabara ya Iris. Lakini 90% ya wafanyakazi wa pale ni wageni, si Wazanzibari, na wapo wananchi wa jimbo la Ole ambao wameomba ajira katika maeneo yale, lakini hata kuitwa kusikilizwa hawajawahi kuitwa. Jambo hili sio sahihi, jambo hili sio sawa, na sisi kama vijana jambo hili halitufurahishi. Na hii mheshimiwa, niliomba kwenye suala la Uzanzibari na Utanzania, kwenye suala la muungano, watu wanafitinisha na muungano. Mheshimiwa, kwa muungano huu, kama kuna mtu na ana ndoto ya kwamba kuna siku anaoteshwa kwamba utavunjika, asahau. Muungano huu mheshimiwa, si siasa tu. Muungano huu ni maisha yetu, ni maisha ya watu. Tunapoizungumza Zanzibar ID, mendo mwenye Zanzibar ID, Zanzibar ID, ili maana tutafsiri kati ya Mzanzibari na Mzanzibari mkazi na Mtanzania. Kullu nabii rasulu walaysa kullu rasuli nabii. Watu tutofautishe kati ya mate na udenda, maana kimoja huwa najisi, hasa unaposinzia. Nataka kuwaamsha mheshimiwa, Mzanzibari kwa maana kwamba, maana jana nimesikia hapa ikisemwa tiba kadi, sijui matibabu kadi. Mheshimiwa, Mzanzibari katafsiriwa kwenye katiba yetu ya mwaka 1984. Kama haitoshi, Mzanzibari anayepewa kupewa kadi tena, hili nataka watu wasipotoshe, as long as wewe ni Mtanzania, kwa sababu ili uwe Mzanzibari lazima kwanza uwe Mtanzania. Watu tufahamiane. Sasa ili uwe Mzanzibari, haijalishi wewe Masai, haijalishi wewe Makonde, haijalishi wewe Makunduchi, haijalishi wapi, as long as kwamba Zanzibar umeishi kwa kipindi kisichopungua miaka 10, manzali wewe ni Mtanzania, wewe ni Mzanzibari. Sasa inapotokea ukimchukulia mtu eti unamtazama kwa uzawa wake, maana tukumbushane hapa, wako Wazanzibari waliukana hata wa Tanzania hapa, na leo tukawatengeneza kwa diaspora, hili watu liseme. Sasa kama Mtanzania awe katoka bara, awe katoka Zanzibar, na wakati mwingine akishaitwa Mzanzibari, si wako wazungu ambao tumewapa permit na kuita Tanzania, akija Zanzibar kuishi miaka 10, Mjerumani awe kaishi Tanzania na tukampa permit kama Mtanzania, akija Zanzibar kiishi miaka 10 na tukimpa kitambulisho na haki ya sifa zote. Jambo la muungano, hii ni sekta yangu. Mheshimiwa Spika, leo kuna hawa walotoka na walokuweko kule ni vijana kutoka Tanzania bara. Leo waheshimiwa hawa wanasema vijana wetu hawana ajira. Sasa Mheshimiwa Waziri pale alikuwa anasisitiza, kwa kuwa sasa hivi zaidi ya 80% katika sekta ya utalii wamejiajiri vijana kutoka nje ya Zanzibar, alikuwa anahamasisha na vijana wetu waache kukaa vijiweni, waende wakaombe ajira. Mheshimiwa, ajira za mahoteli hazitolewi na serikali, ajira za mahoteli zinatolewa na wenyewe wawekezaji. Mwenye sifa anatakiwa aende aombe, atapata. Kwa hiyo ile kauli na vijana wetu wa Kizanzibari tunaendelea kuambia, ile ilikuwa ni hamasa kwa vijana wetu waache kukaa vijiweni na kulalamika, waende kuomba kazi katika yale maeneo husika. Lakini vile vile hizi ajira nyingine zinataka taaluma, wajisomeshe katika zile taaluma ili wapate nafasi ya kuajiriwa. Lakini vile vile kuna makontrakta wengi wanafanya kazi. Mheshimiwa, ukiangalia zaidi ya 80% ni vijana sio Zanzibari, wale hawaajiriwi na serikali. Kwa hiyo vijana wetu waache kukaa vijiweni, waende wakaombe nafasi. Juzi zilitangazwa ajira na kampuni ya hawa Iris, nafasi 150 za madereva. Vijana wetu wako wapi? Sasa hii kauli ya Mheshimiwa Waziri, tunataka kuandaa mazingira, na mazingira yenyewe tunakwenda kutoa elimu. Tuna mabaraza ya vijana, tunakwenda kukaa nao kuwapa elimu, wajitahidi waingie katika soko la ajira ili kupunguza ile gap sisi na wageni. La pili, suala la afya. Mheshimiwa, suala la afya, tukitaka tustaki, Zanzibar sisi tumejitahidi. Takwimu zilikuwa safari hii
mwaka uliopita ilikuwa watu milioni 1.8. Watu milioni 1.8, mheshimiwa, mkoa wa Dar es Salaam peke yake una watu milioni 6. Bajeti yetu ya Zanzibar inapangwa kwa mujibu wa idadi ya watu, na nchi zote duniani bajeti zao wanapanga kwa mujibu wa idadi ya watu. Pamoja na hayo, hiyo bajeti ambayo walipangiwa Zanzibari, bado ukiangalia huduma ya matibabu ni kubwa kuliko ule uwezo wenyewe. Sasa ndio maana serikali yetu imeanzisha mfuko wa bima ya afya. Sote sisi humu tayari tumeshasajiliwa, sisi ndio Wazanzibari, lakini tayari tushasajiliwa. Lakini vile vile ukiacha wafanyakazi wa serikali na private sector, sasa hivi tunatanua wigo kwenda kuwasajili ili tuweze kupata zile huduma za afya. Kwa hiyo hata huyo Mzanzibari anapokwenda kutibiwa hospitali, kuna utaratibu lazima ufate. Kuna hospitali za chini hizi dispensary, kuna hospitali za wilaya, za mkoa, mpaka kuna za rufaa sasa hivi. Kwa hiyo mtu hii alipoizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Afya, amezungumza kwa sababu ndo bajeti alopitishiwa na ndo aliyoiomba. Sasa Zanzibar sio hapa tu, pamoja na hiyo kuna magonjwa ambayo mengine hapa hayatibiki, tunapeleka Tanzania bara. Tuna Benjamin Mkapa, Muhimbili hapo, tuna wapi huko Dodoma, tunawapeleka. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inawalipia, so tunawapeleka bure, inawalipia kwa bajeti ya serikali. Sasa mheshimiwa, wale wanapotosha maana yake sijui watu kutoka bara hawatibiwi, sio kweli, ni kufuata tu utaratibu. Mwisho kabisa katika hili mheshimiwa, kuna watu huko kwenye mitandao sasa hivi mikwao manake Zanzibari wabaguzi. Sasa mimi nataka niwaambie, kwanza Zanzibar hakuna ubaguzi. Nataja maeneo haya maeneo nataja mheshimiwa, zaidi ya 60% ya wakazi wake ni watu wenye asili ya Tanzania bara. Naomba univumilie. Ukenda Miembeni, Kwahani, Jang'ombe, Kariakoo, Chukwani, Kiembe Samaki, Dole, Mwera, Fuoni, Kizimbani, Kiboje, Bweleo, Kisakasaka, Mwachialale na mengine sijataja, hayo wakazi wake ni zaidi ya 60% asili yao kutoka Tanzania bara. Kwa Zanzibar hakuna ubaguzi kwamba labda huku tu, hakuna kweli. Lakini lazima na ukweli tuseme, si kwamba Wazanzibari tunabaguliwa katika ajira, lakini ziko ajira hatuzitaki wenyewe. Na mimi nitatoa mfano leo, mimi mtajitolea mwenyewe, mimi na wengine wale wengi. Ukiamba kuna ajira hoteli ya mtoto wako wa kike ya waiters, tunasema hoteli kuna vinywaji, hoteli sijui anavalishwa kiminisketi, hatuzitaki wenyewe. Anasema mtoto wangu wa kike mimi sitaki aende. Wenyewe tunazikataa, wanokuwa hawana mikonayo wanazichukua, wanatumia fursa hiyo. Tunasema huko sisi Wazanzibari hatupewi. Jamani, ajira zipo na zinapatikana, lakini baadhi ya ajira na sisi wenyewe tunazichagua. Vikosi huko vinapotoa ajira, tunazungumza wazi, wako watu wanasema kwamba mimi mtoto wangu wa kike kwa kazi ya askari ya kuvaa combat. Kabisa, haya tuyazungumze ukweli huu. Wanakwenda watoto wa kiume wanafanya kazi yake, utasema mtoto wangu wa kike kakaa ndani, lakini kumbe fursa wanakwenda wanaoweza kufanya. Watoto wa kike wanapata combat, wanavaa, wanafanya kazi na maisha yanaendelea pale. Kwa hiyo haya tunapotaka kuyazungumza, tusitaki kuikandamiza serikali, lazima tufike time tuseme ukweli. Nimezungumza hapa swala la muungano na nimelizungumza. Mimi nimewahi kukaa Kahama, nimefika Kahama katika harakati zangu za utafutaji. Nimefika Kahama kule kwenye mabonde ya mpunga, nikasema nataka kutafuta mpunga alau wa kuchukua zawadi nyumbani. Mabonde ya mpunga kule, kila duka unokwenda na bonde ya mpunga ni jamaa zetu wa Kizanzibari. Wamejaa kule tele na wanafanya biashara zao bila ubaguzi wowote, kwa mafanikio makubwa. Na ukimwambia mtu bwana, nimekuwekea kipande kule Cheju ukalime mpunga, atakwambia wewe unanichezea, unanifanyia maskhara. Hakubali hata siku moja, kwa sababu mafanikio makubwa wanaoyapata upande huo wa Tanzania. Kwa hiyo hakuna, yani muungano umetuletea mafanikio kwa sababu tumepata jambo la kushabihiana, la kuingiliana, tunaoana, tunafanya biashara, faida mbalimbali. Wao wanakuja, sisi tunakwenda. Hii ni Tanzania moja, na tunasema kama mimi narudia, tutaulinda muungano kwa gharama yoyote. Niombe kuzungumzia kuhusu muungano.
Na katika kulizungumza hili la muungano, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa unyenyekevu kabisa nianze kwa kuwakumbuka waasisi wa mataifa yetu haya, na maanisha hayati au almarhum Mzee Abeid Amani Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na baadaye walofuatia hapo, lakini mwisho kabisa kipekee kwa mzee wetu Maalim Seif Sharif Hamad na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zao za makusudi kabisa. Sote tunakumbuka Maalim Seif kabla ya kuondoka duniani alituunganisha, na alisema, na nakariri, mtu ambaye hapendi mashirikiano haya hatotoka mbali, atatoka katika ACT, atatoka kwenye CCM, kwa sababu wapo ambao hawapendi mashirikiano haya. Na akamwombea sana dua rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zake za maksudi za kutaka kuunganisha nchi zetu. Kwa hiyo muungano huu, kama kuna watu wanonufaika zaidi, basi na wanatakiwa wanyamaze, ni sisi Wazanzibari. Na nasema hivyo kwa mfano, kuna mambo manake inabidi hutakiwe hata kusema, kwa sababu kwa mfano kama hivi sasa hivi Mheshimiwa rais wetu hayupo, yupo Mombasa, Kenya, kenda kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hasa sisi tunalalamika nini? Sisi tunyamaze kwa sababu sisi ndo tununufaika zaidi? Manake ni sawa na kwamba nchi zote, hii nchi nzima sisi ndo tunayoiongoza. Kwa hiyo na hata hiyo AFCON, huo uwanja wa AFCON ambao wanasema unajengwa kwa mikopo, AFCON inaandaliwa, kwa wasiojua napenda niwape taarifa, inaandaliwa na nchi 3 za Afrika Mashariki: Tanzania, Kenya, Uganda. Tanzania kwa maksudi, serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa maksudi imeamua ifike mpaka Zanzibar, basi na Zanzibar ichezwe. Kwa hiyo haya mambo mengine, jamani, tuwaelimishe ndugu zetu, tusiwapotoshe, tuwe wa kweli na tumuogope Mwenyezi Mungu, tutumie hii nafasi tulionazo kuelimisha na sio kupotosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika wiki hizi mbili kuna kadhia imekuwa imetokea hapa. Kuna iliyotokea humu ndani ya bunge lako tukufu, lakini ipo ambayo imetokea Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Jambo hili Mheshimiwa Mwenyekiti linataka kubeba sura mpya, sura ambayo tusipokuwa makini humu ndani tutakuja kukosana wenyewe kwa wenyewe. Jambo ambalo tusipokuwa makini viongozi humu ndani tutatupiana lawama ambazo ukiziangalia kwa makini, Mheshimiwa Mwenyekiti, hazina msimamo mzuri katika mustakabali mzima wa muungano wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilitokea Zanzibar juzi, kuna mheshimiwa waziri aliteleza, mimi nasema aliteleza. Katika kuteleza kwake akayasema aliyoyasema. Lakini mheshimiwa yule baada ya kuona amekosea, alitoka tena public, akaita vyombo vya habari na akasahihisha kauli yake. Na akasema kama ilivyopaswa aseme kwamba sikukusudia mlivyonielewa, lakini nilikusudia 1, 2, 3. Na sote tukaona hiyo taarifa. Kinachosikitisha Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wabunge, sisi baadhi yetu ndio tumekuwa tunalibeba hilo jambo kama bakora ya kupigiana wenyewe kwa wenyewe. Inafika sehemu Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaikiwa hoja mezani, mtu haongelei hoja mezani. Anakuja anasema kabisa Zanzibar 1, Zanzibar 2, Zanzibar 3. Wazanzibari wamefanya, wamenyanyasa, wamenyanyapaa, muungano imekuwaje? Mheshimiwa Mwenyekiti, hatufiki mbali. Hii ni namna sisi wenyewe tunajionyesha tunavyodhoofisha muungano wetu ambao tumerithishwa na waasisi wetu wa nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoelekea sasa sio tena ule muungano wa kuchanganya mchanga kwenye chungu. Muungano tuliokuwa nao sasa hivi ni wa damu. Tumezaana, tumeoana, tumerithishana, tumeuziana, tunahusiana kwenye mambo mengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hainipendezi wala sijisikii vizuri kuona sisi baadhi yetu humu ndani anasimama mbunge na kusema kwamba Wazanzibari wamefanya. Mimi Mzanzibari kindakindaki, lakini ninachokijua mimi, baada ya kuzaliwa babangu alinipa jina, wao watakuwa wanaitwa Shadia, lakini jina lako la pili ni Muungano. Kwa hiyo mimi ni muumini wa muungano na sifurahii hata kidogo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuona kwamba kuna mtu anataka muungano wa uchochee. Faida tunawapa wale wachache wasioitakia mema nchi yetu. Faida tunawapa wale wachache ambao wanatafuta kula kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mfano mzuri, Mheshimiwa, leo kuna mheshimiwa alichangia hapa. Katika kuchangia, baada ya dakika kama 20 imeruka taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii na kichwa cha habari kwamba
Mheshimiwa Kigu alia na ubaguzi unaofanywa Zanzibar. Tumefanya ubaguzi gani? Upi? Wapi? Tunajaibisha mwenyekiti. Mwenyekiti nalisema hili kwa uchungu mkubwa sana, kwa sababu sisi Wazanzibari na hisi kati yetu hakuna anayeweza kusimama akalisemea hili. Tumeanza kwenye magrupu tukanyamaza, tumekuja kwenye message ya kawaida tukanyamaza. Mheshimiwa Shadia, samahani Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kitu cha muhimu. Kiti ndio kinachoongea, kiti kinachoongea, wewe unakaa chini. Tuwe makini, unachangia vizuri, tuwe makini na kuchukua habari za mitandao, kwa sababu nyingine zinaongezewa maneno na watu wengine, tusizilete hapa bungeni. Hiyo habari hata mimi nimeisoma, nikarudi kwenye Hansard kusikiliza, nikakuta kwamba kichwa cha habari na kinachoongewa ndani ni vitu haviendani. Kwa hiyo tuwe makini sana. Endelee na kuchangia. Kwa kuniweka sawa kimazungumzo, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio hichi ambacho ninakisema hapa. Kile tunachokisema na taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa wapi? Huko Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, taja jina na kionekani huko. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti aitwa Kija Ntemi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo changia haya mambo yameshajitokeza. Hebu tuache kuendelea kuyajadili na kujigawa. Maana tuendelea kujigawa, mambo yanavyoendelea mnaendelea kuchafua. Hata sasa hivi mheshimiwa anavyochangia, baada ya hapa mitandao itamwandika tofauti tofauti. Itaonekana tena amekuja kumtetea waziri wa Zanzibar, itaonekana amekuja kumtetea fulani. Mheshimiwa Mwenyekiti, hebu tujielekeze sehemu na tuungane pamoja, tuendelee kwa pamoja. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Shadia, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Ntemi, unaipokea? Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya kusema kwamba nimepokea au sijapokea, naomba nieleze nia yangu. Labda sijaanza Mheshimiwa Shadia, tunakwenda na kanuni. Kanuni inasema ukipewa taarifa unaipokea au unaikataa, alafu unaendelea na mchango. Sawa, nimepokea hiyo taarifa Mwenyekiti kwa mikono miwili, na ndio nia yangu. Nasema huu mjadala hebu tungeuacha ili tukajikite katika mambo yetu majimboni. Huko kuna watu wetu wanatuhitaji kuliko huu mjadala ambao tunaukuza wenyewe na hauna msingi wowote. Mheshimiwa Mwenyekiti, endelea na mchango wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu ni muombe sana Waziri wa Muungano, yumo ndani na mambo anayaona, anayasikia. Yanapotokea mambo haya yakianza, taarifa Mwenyekiti. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimeweza kuchangia. Mheshimiwa Ana Kilango, taarifa. Mwenyekiti, mwongeaji anaongea vizuri sana, lakini anarudi pale pale. Tunaomba aendelee kuchangia hotuba ya bajeti ya serikali. Asante Mwenyekiti. Mheshimiwa Shadia, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea, naendelea kusisitiza kwamba ndio nia yangu ya kwamba ili jambo liachwe, na naunga mkono hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante.